Kwema. Kwema. Uko vizuri baba? Yaani hapa ni kuongelea, mimi niko poa. Niko poa kabisa. Unasema yani hapa? Hapa ni kuongelea water prayer. Usiongelea kina Dumbia. Hapa ni water prayer. Ndo wanataka kuzungumziwa hapa. Yaani kama unakuja na mtu ambaye sio water prayer, unaweza kuzima mic. Waarabu mmejaza sana sasa hizi. Hiyo ndo tamaduni yetu. Ndo tamaduni yetu kwa sababu sisi Young Africa Sports Club kuna kitu tunakitafuta. Yaani si kuna kitu tunakitafuta. Sisi hatutafuti ligi ya Tanzania au bingwa wa Tanzania. Sisi kuna kitu tunakitafuta. Ila ipo siku waandishi wa habari mtakikubali. Kwamba mnataka nafasi mfike mbali kule juu. Ujue engineer wakati anatambulisha water prayer. Water prayer. Wakati anawatambulisha alisema kwamba lengo letu ni kufika katika hatua ya robo final, lakini sio lengo hilo. Kwa mnataka mzidi zaidi hapo. Sasa kama unataka kuelewa kwa nini hatufiki hapo, kwa sababu msikilize Alikamwe. Alikamwe alisema hivi, sasa hivi mtu yani hakuna mtu ambaye anaweza kaisumbua klabu bingwa. Kwa sababu mtu ambaye anaweza kasumbua klabu bingwa hayupo. Ameshushwa chini shirikisho. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi halina mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia kauli ya engineer na kauli ya Alikamwe unakuta kwamba kabisa kwamba Alikamwe ameimprove zaidi kwenda kuiongelea Yanga Afrika kwamba itafika mbali. Kwa sababu ukiangalia timu ambazo zimebaki sasa hivi, yani zote tunachapa. Kwa sababu ukiangalia water prayer tulowasajili ni kutoka Zambia MVP, ni kutoka Komoro MVP, ni kutoka wapi huko kwingine MVP. Wote hao ambao kunao wanamuita Benzema. Sasa mapokezi ya Peter Shalulile unajua ni makubwa sana. Kwa mapokezi haya ambayo wana Yanga mnamuonyesha, haitompa pressure baadaye mkashangaa Peter Shalulile. Haiwezi kampa pressure, itampa morali kwa sababu ukiangalia wewe mwenyewe Shalulile toka ile mechi tulivyokutanaga nao. Hapo unapozama mlikutana nao lakini Kamwe alisema nini kwanza? Nisikilize basi. Achana maneno ya Kamwe alisema nini. Toka ile siku tumekutana nao ule mwaka. Yeye mwenyewe pale alitamani kuja kucheza Yanga. Yeye mwenyewe alitamani kuja kucheza Yanga kwa sababu aliona kabisa kwamba ni timu ambayo imeipa Mamelodi upinzani mkubwa, kwa sababu kwanza wao wenyewe mpaka kufuzu kuingia kwenye hatua ya makundi hawakutegemea kabisa kama watafika kwenye hatua ya makundi, lakini kwamba ikatokea la kutokea tukafika kwenye hatua ya makundi kwa sababu lile goli. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu lile goli baada ya ule mchezo kuisha kila mmoja kalikubali, lakini wakati pale lilikataliwa, lakini mpaka rais wa CAF akasema lile lilikuwa goli lakini siwezi kuamua kwa sababu mimi ni rais wa vilabu vyote barani Afrika. Kwa hiyo ina maana yote kwa yote ilitokea la kutokea, lakini akasema kwamba naona ndoto ije itokee siku moja nikacheze Young African Sports Club. Na ndio maana alivyoambiwa na engineer kwamba bwana kuna moja yani hakutaka kupinga wala kubisha. Ila wengine walipeleka ofa. Unasema? Wengine walipeleka ofa alafu ujue Tanzania siwezi kuhama. Yaani ukiama Tanzania utakosa vitu vingi. Yaani cha muhimu tu uwe na bando. Kwa sababu kuna watu walimtaka Shalulile, walitamba sana. Shalulile hapa sui nani. Lakini dakika ya mwisho alivyokujambulishwa Yanga wakaanza kusema ni mzee. Sasa mimi na waoji wanasema ni mzee. Wanasema ni nani? Ni mzee. Kapombe ana miaka mingapi? Na yupo anacheza boli mpaka sasa. Kapombe ukianza kuhesabu watu waliocheza na Kapombe, Fleki Domayo kacheza na Kapombe. Kastaf. Mlishongasa kacheza na Kapombe. Kastaf. Juma Shabani kacheza na Kapombe. Kastaf. Wapo wachezaji wengi ambao wamecheza na Kapombe na wote wamestaafu mpira. Lakini sasa tunaangalia kwamba wao wanasema kwamba wakisema kwamba sio mzee, tuangalie umri wa mtoto wa mwanae Esther na miaka mingapi? Chako amezaliwa yupo Simba pale pale. Yani mpaka zaidi mtoto anakuwa. Sio kwamba kuzaliwa, yani hajaanza kucheza Simba yuko wapi yuko wapi? Yani mtoto kazaliwa, yani hata tumjui kama Kapombe yupo. Akaja kaenda Azam. Amekuja Simba amecheza misimu 10 lakini mpaka leo hata na miaka 28. Sasa kwenye utambulisho wa Peter Shalulile ili jambo lijazungumzwa sana. Lakini mmemtambulisha yule mchezaji ile jezi aliyovaa. Mnamposti kwenye peji yenu alafu amevaa jezi ya timu nyingine ambayo alikuwa anacheza kule. Imekaje bwana wana Yanga? Mlishindwa kwanza kuja kumvalisha hata jezi yenu? Ile ni njano sio njano. Ni njano lakini ni ile logo kwenu. Tunaangalia unjano. Tunaangalia unjano. Kwa hamjali kama timu sio yenyewe. Ujue duniani ile ndio official ya kumtambulisha mchezaji. Kwa sababu hata ukiangalia Madrid wanatambulisha wachezaji hawajavaa jezi ya Madrid. Ukiangalia Arsenal wanatambulisha wachezaji hawajavaa jezi ya Arsenal.
ukiangalia vilabu vikubwa yani tuseme duniani, yani unapokuja kujaji Yanga kumtambulisha mchezaji kwa jezi ya Mamelodi, lakini uangalie kwamba nje wanafanyaje, yani huo ni upungufu wa akili. Yani ni upungufu wa akili, kwa sababu akina Mandala wote naona akili hawana. Yani ukija Mandala, ukija yani wote ambao yani ukija Mandala, ukija Dr. Mo, yani wote akili hawana. Kwa sababu gani? Ukiangalia usajili wa Yanga, kitu ambacho walikuwa nakitaka wamekikosa, kwa wametafuta sehemu ya kukosoa. Na kwa sababu walikuwa wanasema ni kijana, lakini tulivyomchukua sisi wanaanza kusema ni mzee. Sijui hivi. Na ndio maana Mchome ameongea kauli moja, akasema kwamba kitu kimoja. Kama wakisema Shalulile ni mzee, na wao wanamtaka Maele, kwa sababu Shalulile ana miaka 32 na Maele ana miaka 32, nani mzee? Hapo kwa Maele ameshamalizana kule na Piramidi, kashawaaga. Hawa Msimbazi wanamhitaji. Ujue tunamuona Maele akitua Msimbazi. Ujue yani ni kwamba kitu kimoja, unaweza kusema ni kibaka ambao anaenda kuvamia sema afa na matumaini ya kwenda kuiba. Yani kumchukua Maele kumleta Msimbazi ni sawa na mwizi kibaka anatarajia kwenda kuiba sehemu, alafu hana matarajio ya kwenda kuiba. Yani anaenda kuiba afa anarudi mikono mitupu, anaanza kusikitika. Ni kwamba haiwezekani na haiwezi kutokea. Kama Maele hawezi kuja kucheza hapa. Kwa sababu gani? Nisikilize nikwambie. Ile timu ya nani yule inaitwaje ile timu? Hivi ambayo kwanza sasa hivi? Ambao anatakuwa aende, ambao walimpa ofa ya bilioni 15. Alafu na akasema kwamba sema inatosha au haitoshi. Timu inamuuliza hivyo. Inamuuliza. Ile timu alikuwa anacheza nani yule Mabululu? Inaitwaje? Imekutoka. Basi tuendelee na Mabululu hivyo hivyo. Kwa ile timu aliyokuwa anacheza Mabululu, wamesema kwamba hii bilioni 15 inakutosha au haikutoshi, tubadilisha au tumekosea kuandika. Sasa je, kwa pale Simba kama Simba, nani anaweza kaongea kauli hiyo ya kusema kwamba kuna mchezaji huyu hapa kwamba tumempa ofa hii hapa, je inakutosha au haitoshi? Kama kuna wachezaji wanawaleta na bado tena wanawakataa wao wenyewe. Mchezaji gani? Unanielewa? Wamemleta wamemkataa wenyewe. Nikwambie. Yaani ukiangalia watu ambao hawana shukrani ni Simba Sports Club, shukrani hawana. Kwa nini? Jairuti aliwaambia kwamba kila msimu atasajili mchezaji mmoja, ambao msimu uloanza akasajili Luemba. Lakini ukiangalia hao wana Simba wanakuambia kwamba kitu alichokifanya Jairuti katukosea sisi wana Simba, kwa sababu hajamsajili mchezaji ambao wanamtaka wao, kwamba amemleta mchezaji ambao anamtaka yeye. Kwa hiyo ina maana kavunja mkataba. Kwa hiyo ningekuwa mimi Jairuti pale ningesaini kwamba mkataba nimevunja, naenda kujiunga na Yanga kusaidiana na GSM. Anafanyaje? Yani ningekuwa mimi, kwa sababu maneno ya kashfa, unapomtolea bosi maneno ya kashfa, ningekuwa mimi ndo Jairuti. Mimi pale nasema kwamba mnasemaje? Mimi nimewakosea heshima kumletea Luemba. Kwa sasa basi haina shida, endelee na timu yenu. Mimi naenda kuwa bosi wa pili kwa GSM. Kwa sasa hapo ungeangalia kwamba sasa hii Yanga ingekuwa ni Yanga ya namna gani? Wewe mtu kawaahidi kwamba kila mwaka atasajili mchezaji na baada atapiga hesabu atawajengea uwanja, lakini bado mnamkashifu huyo bosi. Lakini mimi naambia wana Simba wakae kwa kutulia, mabosi waheshimu. Lazima wasipowaheshimu mabosi, shauri yao, japokuwa kwamba na mabosi wenyewe hawa wanapingana. Kuna mtu anasajili mchezaji, kuna mwingine naye anakuja anasema kwamba huyu mchezaji ni wa Moso wa Jairuti. Kwa hiyo na maana yani bado tu wanasagana. Lakini tuseme kwamba kwa mwaka huu kwa Yanga usajili uliofanya mabosi wao tutawatesa sana msimu huu. Feitoto anahusishwa, atarejea pale tena nyumbani kwake. Yani sasa hivi kuna neno limetoka, bosi kamaliza. Kwamba kazi imekwisha. Bosi kamaliza. Ujue senti 6 ina thamani sana. Senti 6 ina thamani sana. Unaweza kaidharau senti 6 ukathamini milioni 10, lakini senti 6 ina thamani sana. Kwa hiyo tuseme kwamba bosi kamaliza. Mawata player ambao walikuwa wanasubiriwa kwa hamu na Young African Sports Club, tusubiri utambulisho. Kwamba wata player atatua. Kwanza yani mwingine Feitoto. Yani wata player kwa sababu walikuwa wamebakia wawili. Na bosi kasha wamaliza wote wawili. Kwa hiyo tuseme kwamba kinachokuja kutokea hapa kwenye ligi ya Tanzania,
na kanuni zao walizoziweka hizi ambazo za kusema kwamba ukiingia si jumba la dhahabu si una point 5 ukiingia jumba la dhahabu unakatwa point 5. Na sasa hivi unaambiwa kuna inakuja VS sasa hivi. Kama VAR inakuja. Sasa hiyo hapo sasa ikija hiyo hapo ndio itakuja kuwaumbua watu wengine ambao wanapendaga magoli ya kuotea. Kwa sababu wewe refa akasema kwamba hii ni offside, wewe unasema hii ni goli. Kwa hiyo wewe unaujua mpira kuliko referee. Kwa hiyo tuseme kwamba yote kwa yote, na washukuru kwanza uongozi wa Young African Sports Club kwa kutuletea mawata player kwa kutufurahisha sisi. Msimu ujao unaonekana mpo serious sana. Tupo serious kwa sababu sisi usajili tuliofanya ni usajili wa kuwatisha watu. Alafu sasa watu wengine kwa sababu kuna kauli moja inasema kwamba usipoona ukistaajabu ya Firauni utaona ya nani? Ya Musa, ukitaona ya Firauni. Lakini kwa Simba Sports Club unaambiwa ukistaajabu ya Jobe utaona ya Dombia. Utakusema nini hapo kwa Dombia? Chuma chao kile. Wanatamba nacho. Chuma wanacho. Wanatamba nacho. Kwa hiyo tuseme kwamba wewe waendelee kutamba navyo hivyo hivyo, lakini sasa wasipobadilika kabla dirisha halijafungwa, haki ya mamangu mwanamke, ipo siku mtu atakuja kulala na viatu. Ipo siku mtu atakuja kula 10. Kwamba huyu Simba anakwenda siku sio 10 tu, unaweza kafika hata 15 kwa mechi moja. Huyu Simba yoyote yule ambaye anajua kwamba ana kibarua na Young African Sports Club aanze kujipanga kabla hatujakutana naye. Aanze kujipanga kabla hatujakutana, kwa sababu Zahama naenda kwanza. Tunaanza yani tarehe 12 ni trailer. Kama mnawapangia hii tunaonyesha 12 ni trailer, tunaonyesha kwamba usajili tuliofanya uko namna hii. Inatakiwa unapotaka kusajili timu, unapotaka kusajili wachezaji, sajili wachezaji wa quality kama hii. Yaani tunataka tukawaonyeshe kwamba wachezaji gani wanatakiwa kusajiliwa katika ligi ya Tanzania. Bwana, ingia hapo KingBet, www.kingbet.co.tz, ambako ukiingia hapo unaweka mikeka yako, unatandika mikeka kwa kuanzia daula shilingi 10 tu peke yake. Unasubiri nini sasa hivi? Ingia hapo KingBet, www.kingbet.co.tz, ama kupitia Play Store pakua application yetu ambayo inapatikana huko. Ukijisajili tu kwa kuanzia daula shilingi 2000 unapata hapo kama offer.